Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi mtumishi wa Mungu, ninakuja tena mbele yako kwa ajili ya kukuletea somo letu la leo ambalo litakuwa ni mfululizo wetu wa somo lililopita. Kabla hatujaanza, basi tumshukuru Mungu kwa kutupa kibali. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa kibali ambacho umekiachilia Bwana. Ninaliinua na kulitukuza jina lako. Tazama Baba wa mbinguni, ninamkaribisha Roho wako Mtakatifu Baba akaniongoze katika kufundisha somo hili, lakini pia akafundishe yeye kupitia kinywa changu. Karibu Roho Mtakatifu, ukafundishe watu wako. Ninatiisha nguvu zote za giza, natiisha mishale yote inayorushwa kunielekea na kila upinzani wa namna yoyote. Naachilia damu ya Yesu ikanifunike katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama ulikuwa pamoja nami katika kipindi kilichopita, somo letu nitablashi kidogo, lilikuwa lina kichwa cha somo kinasema nimekupanda mzabibu mwema, sehemu ya kwanza. Na somo letu la msingi tuliokuwa tumelisimamia lilitoka katika kitabu cha Yeremia 2 sura ya 2 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu lilikuwa linasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umekuwaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Neno letu lilikuwa ni hilo ambalo tulilisimamia. Tulikuwa na neno moja tu. Halafu tukaja kuangalia vipengele viwili ambavyo tuliangalia kwenye habari za malezi ya wazazi. Mtoto anapokuwa anazaliwa atakuwa chini ya mzazi au mlezi ambaye ndio atakuwa anamwangalia kwa wakati huo. Tukawa tumeelezea pale kwa habari ya malezi ya mtoto, lakini tukaja kuangalia kwa habari ya upande wa marafiki wabaya. Huyu mtoto anapotoka mikononi kwa mzazi wake, yamkini amefikia umri wa kwenda shule sasa, kuanza shule, atakutana hata kama ni mtoto mdogo, hata kama ndo ameanza chekechea, bado atakutana na marafiki. Inategemea sasa wale marafiki anaokutana nao ni marafiki wa aina gani. Kama marafiki wabaya, basi watamfundisha tabia mbaya. Sasa leo tutakwenda kuangalia vitu vingine tena, lakini kabla hatujaenda kuangalia vitu vingine, tutasoma kwenye kitabu cha Isaya. Tuangalie mara moja hapa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 5 na mstari wa 1 mpaka wa 7. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumai ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Mstari wa 3. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii kati ya mimi na shamba la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona limezaa zabibu mwitu? Anauliza swali. Alivyotumai ya kuwa litazaa zabibu, mbona limezaa zabibu mwitu? Haya basi sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa, wala halitakulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumai kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumai kuona haki, na kumbe alisikia kilio.
Bwana Yesu asifiwe. Nadhani umeona au umesikia, tunaendelea pale pale kwenye habari ya shamba letu la mizabibu. Kama Mungu alipanda mzabibu mwema, hapa ameenda mbali zaidi, amekuonyesha jinsi ambavyo aliingia gharama ya kuliandaa shamba la mzabibu. Ameingia gharama ya kuliandaa shamba lake la mzabibu, mpaka amelizungushia na uzio. Amelihangaikia, kama kulimwa limelimwa vizuri. Ina maana ameingia gharama. Ni pale Yesu ambapo alitolewa kwa ajili ya kuja kukukomboa wewe, alikukomboa kwa gharama. Hili ndio shamba la mzabibu, ambaye ni wewe sasa. Lakini Mungu anakuja anasema hivi, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Sasa ndio swali la msingi ambalo liko kwenye sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili. Kwa nini umekuwa au tumekuwa mizabibu mwitu? Kwa nini tumezaa matunda mwitu? Na kati mche uliopandwa au mbegu iliyopandwa ilikuwa ni mbegu njema. Ilikuwa ni mbegu njema kabisa. Kule sehemu ya kwanza nilielezea kwamba Mungu alipokuwa anakuumba au anakutazama, alikuwa anakutazama wakati ukiwa mtoto, alikuwa anakutazama kwa wema kabisa. Lakini mbona sasa hivi Mungu anatamani au anaficha uso wake asikutazame? Kwa sababu akikutazama hakuoni wewe yule aliyekuumba, hakuoni wewe yule aliyekuleta kwa kusudi lake hapa duniani, hakuoni wewe yule, anakuona ni mtu mwingine kabisa. Sasa Mungu anajiuliza, haya mapando mengine yametoka wapi? Tuliangalia kuhusu habari za malezi, tukaangalia kuhusu habari za marafiki, lakini leo tutagusia kuhusu habari za utandawazi na ukuaji kwa ujumla. Tutazungumzia habari za utandawazi na ukuaji kwa ujumla. Sasa huyu mtoto ameshakuwa, yamkini ndio kweli amekutana na marafiki wabaya. Sasa hivi kuna makuzi au ukuaji wa sayansi na teknolojia. Utandawazi umeshakuwa. Labda mtoto amekutana huko, wewe hujampa simu, lakini ameshakutana na watoto wenzio wenye simu. Wameshaanza kufundishana mambo huko, kwa sababu kwenye mitandao kuna vitu vingi vinaonekana. Hata kama mzazi wewe hujaona, lakini watoto wetu tusiwafikirie kwamba ni mbumbumbu, hawajui hata kama hujampa simu. Kumbuka kuna watoto wengine ambao wana simu. Kuna watoto wengine ambao kwao ni ruksa kutumia simu akirudi nyumbani, na ni ruksa kuingia popote akajifunza chochote. Wengine wanajifunza moja kwa moja kutoka kwenye TV. Umeona Sasa huyu mtoto anaanza kuwa na tabia za ajabu. Anaanza kuwa na tabia za ajabu ambazo mzazi mwenyewe hukuzitegemea. Sasa kama mzazi hukuzitegemea, kwa Mungu inakuwaje? Kwa Mungu inakuwaje? Hata Mungu pia hakuzitegemea. Ndio maana anauliza, umekuwaje mzabibu mwitu? Huyu mtoto alikuwa hana kiburi. Unashangaa mtoto kaanza kuwa na kiburi. Unamtuma dukani au unamtuma afanye kitu, hafanyi. Huyu mtoto hakuwa muongo. Unashangaa mtoto ameanza kuwa muongo. Unajiuliza ni nini? Mtoto alikuwa sio msengenyaji, ameanza kuwa msengenyaji. Na hizi sisemei tu kwa watoto, ninasemea sasa kwa ujumla, na sisi watu wazima. Tayari hata kama ni mtu ameolewa, ana familia yake. Hatuongelei tu kwenye lika la ujana au utoto au lika fulani hivi, hapana. Hapa nasema kwa watu wote. Unajishangaa kiburi, unakuona kiburi. Kiburi kimetoka wapi hujui. Unajishangaa unaanza kuwa muongo. Unajishangaa unaanza kuwa msengenyaji. Unajishangaa unakuwa ni mtu wa hasira. Unajishangaa unakuwa ni mtu wa fitina. Unajishangaa unakuwa tu ni mtu wa maneno. Faraka kwako haziishi, maugomvi hayaishi. Ulikuwa sio mlevi, umekuwa mlevi. Ulikuwa sio mwasherati, umekuwa mwasherati. Umejiingiza kwenye uchawi, mara kwenye ibada za sanamu, mara mzinzi ni wewe, mara mbea ni wewe. Yaani mambo chungu mzima. Sasa Mungu anajiuliza, mbona wakati namuumba hivi vitu sikumuumba navyo? Nilimuumba akiwa safi huyu. Hivi vitu amevitoa wapi? Vitu amevitoa wapi? Ndio pale tunapokuja kugundua kwamba anayepanda magugu kwenye shamba la mizabibu au anayebadilisha hizi tini za mzabibu ni adui.
ni adui, ni shetani. Ni shetani ndio anakuja anabadilisha hatima za watu, anawapandia tabia ambazo Mungu hakuwapandia hawa watu, hakuwaumba nazo. Mungu mwenyewe anashangaa, hii tabia imetoka wapi? Mungu anashangaa, hii tabia sikumuumba nayo, imetoka wapi? Huyu mtoto amekuwa msengenyaji sana, hii mbea anakaa mdomo, hii tabia imetoka wapi? Mungu anashangaa, anasema kwamba akatumai ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Nao ukazaa zabibu mwitu. Mama amebeba mimba miezi 9, anatumaini atakuja kuzaa mtoto aliyekamilika, lakini anakuja kuzaa mtoto ambaye hajakamilika, ana mapungufu. Mama anajiuliza imekuwaje? Ndio swali ambalo anajiuliza Mungu. Anasema hivi, je, mstari wa 4, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Ina maana kuna mtu mwingine amekuja kutenda badala ya yeye. Anasema kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Ina maana hakuitenda Mungu. Ametenda nani? Ametenda adui. Huyu adui amepata wapi nafasi? Adui? Ndio tunakuja kuona kwamba adui amepata nafasi ya kukuingia mpaka ukawa hivyo ulivyo, mpaka ukawa muhuni, mpaka ukajiuza, mpaka ukaanza usagaji, ukaanza ulaibu wa madawa kulevya, mpaka ukaanza ushoga, mpaka kuna mlango ambao adui ameupitia. Hizo tabia ambazo Mungu anakushangaa nazo hazijaja tu. Kuna kitu ambacho kimefanyika kukupelekea wewe au mimi kuwa hivi tulivyo. Ni kwa sababu kuna mlango ulikuwa umefunguliwa, umeachwa wazi, adui akapata nafasi ya kupanda magugu. Huo ni mlango gani? Ndio tunaangalia mlango wa malezi, mlango wa marafiki, mlango wa utandawazi, mlango wa mambo mengine tu. Umejifunza huko mabadiliko katika ukuaji, unakutana na mambo kama hayo. Umeingia kwenye simu, na simu za sasa hivi zilivyokuwa hazina adabu. Umeingia unaangalia kitu kingine, unashangaa kimeibuka kitu kingine. Sasa usipokuwa na discipline kwenye macho yako, utashangaa kile kitu unakiangalia. Na shetani huwa haleti vitu vibaya bwana. Shetani analeta vitu vizuri. Kwa hiyo utajikuta kwenye simu yako umeacha kufata kile ambacho ulikuwa umekifata, unashangaa kitu kingine ambacho kimekuja kwa ghafla sana na kinavutia kwenye macho yako. Unaanza kukifuatilia. Mwisho wa siku, kadri unavyozidi kupenda kuangalia vitu vya aina fulani, ndivyo hivyo simu yako inazidi kukuletea. Ukiingia tu vinakuja vitu vya aina hiyo. Unaviangalia. Mwisho wa siku taratibu unaanza kubadilika. Unaanza kupenda kuangalia vitu ambavyo havifai. Sasa unapopenda kuangalia vitu ambavyo havifai, taratibu vinaenda vinakubadilisha. Mwisho wa siku unaanza kupotea taratibu bila wewe kujua. Mtu anapopotea hapotei ghafla tu, anaanza kupungua kidogo, anatoka kwenye mstari kidogo, kiasi kwamba mpaka wewe mwenyewe kujua kwamba hapa ninapotea au hapa nimeshamkaribisha shetani, ameshaingia. Wewe mwenyewe huwezi kujua haraka. Utakuja kujua baadaye sana, na sio wewe utakuja kujua, mwingine anayekujua wewe ndo atakuja kujua huyu mtu amebadilika. Umeona huyu mtu hakuwa yeye. Wewe unaweza ukawa unasema hapo uongo, ukaona ni kitu cha kawaida na usione kama ni hatari, lakini mwingine ndo akaja kusema mbona usikuizi anaongea vitu vya uongo sana. Alafu unajua hata kama vile kuongea uongo, tunaongeaga uongo kwa njia rahisi sana. Mtu unamwambia dakika 5 tu nitakuwa nimeshafika hapo, lakini kiukweli ukutumia dakika 5. Mtu anakupigia simu anakuambia uko wapi, unamwambia niko sehemu fulani, kumbe hauko hapo ulipo. Tayari umeshaongea uongo kizembe sana katika mazingira rahisi sana. Mungu anashangaa, anasema mwanangu mbona amekuwa hivi? Mbona sikumuumba na hii tabia? Hii tabia ameipata wapi? Tabia ya usengenyaji umeipata wapi?
Mungu anakuuliza leo, Mungu anakuuliza leo, na unasema kwamba umeokoka. Sasa kama umeokoka halafu una michanganyo, unategemea nini? Mungu atakutapika, Mungu atatutapika tukiwa na michanganyo. Mungu anataka kama tukiokoka, tuokoke kabisa, tuwe tumeokoka, kwa kumaanisha tuwe tumeokoka mazima, tumeokoka, tumejitoa wazima. Kwa sababu Mungu hapendi michanganyo. Mungu hatamani kuona kwamba umeokoka na unamkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini bado unaendelea kuongea uongo, bado unaendelea kudanga, bado unaendelea sijui kufanya mambo gani. Unakunywa pombe kidogo, lakini unasema kwamba bado nimeokoka. Huyo ni Mungu yupi ambaye unasema kwamba umeokoka? Ni Mungu yupi? Anasema basi nilipotumai ya kuwa litazaa zabibu, mbona limezaa zabibu mwitu? Sasa anakuja anasema kwamba adhabu sasa anaolipa ili shamba lake la mizabibu, nitabomoa ukuta wake ambao alikuwa ameuwekea uzio. Alikuwa amekuzingira, una askari, umezingirwa wewe mtoto wa Mungu. Sasa kwa sababu umetenda uovu, hata wale askari wa kiroho, malaika ambao walikuwa nakulinda, wanakuacha. Kwa sababu mbona wewe haupo tena upande wa Mungu? Roho Mtakatifu anatoka ndani yako, anabomoa ule uzio, anakuacha peke yako, uendelee sasa kupuyanga, upotee kabisa moja kwa moja. Analibomolea uzio, anatoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Kwa hiyo akishakuondolea tu uzio ambao ulikuwa unakukinga, alikuwa amekuwekea ulinzi, akishautoa ule ulinzi, mishale inaendelea kurushwa. Yaani ndio unakuwa mbaya kuliko mwanzo. Ndio maana nasema kuna neno linasema pepo akimtoka mtu hachezi mbali, anakuwa yuko tu karibu, anaendelea kuangalia nyumba yake imefagiliwa, imependeza, anaenda kuita mapepo wengine 7 wabaya kuliko yeye, na unaambiwa hali yako ya kwanza ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Unakuwa ni mtu wa matukio ya ajabu, mpaka mtu anajiuliza, hivi huyu ni yeye kweli au nimemfananisha? Ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu umeasi, umemwasi Mungu, umetenda dhambi. Yaani kutenda dhambi, issue yake nadhani unaijua. Adamu si alifukuzwa na Eva, si alifukuzwa kwa sababu ya kukiuka tu. Ile walitenda dhambi ya kukosa tu utii. Umeambiwa usifanye hivi, ukafanya, Mungu akamfukuza. Sasa gharama ya dhambi ni kubwa. Gharama ya dhambi, dhambi ina gharama. Dhambi ina gharama. Dhambi ina gharama, watoto wa Mungu. Hapa unaona kabisa anasema adhabu ya hili shamba lake la mizabibu, analiondolea uzio, anaubomoa ule ukuta, liachwe wazi, wanyama wakanyage, wapita njia wakanyage, na majani yake hayatapogolewa, ataliacha hivyo hivyo. Yaani hata ukienda ukifanya uovu, hakuna hata ile sauti ya ndani inayokuonya kukwambia hapa unakosea. Anakuacha unazidi kupotea kwanza. Na shetani naye akishakuona umeasi, anakung'ang'ania kwa sababu ana haki ya kukushtaki, ana haki ya kukung'ang'ania. Si umekuwa muasi, umerudi kwake. Ukirudi kwake anakupokea kwa mikono miwili, anakupokea, alafu anakuandalia tumapepo tujeuli ambacho tutakukandamiza wewe mpaka ushindwe kuchomoka. Ndio tabia ya dhambi, ndio tabia ya uasi. Ukishamwasi Mungu, ukitenda dhambi ambapo tayari unasema ulikuwa umeshaingia kwenye wokovu, umeshamjua Mungu, umeshajua utendaji wake wa kazi, alafu ukaamua kuacha, ukaamua kuwa na tabia za ajabu. My dear, utajuta. Mungu anasema kwamba halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Sijui kama mbigili unazijua mbigili. Litamea mbigili na miiba, nami nitayamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Yaani anastopisha mpaka baraka zako, kwa sababu mawingu yanapokuja yananyesha mvua juu yake, zile ni baraka zinakushukia. Mungu anafunga mpaka milango ya baraka kwa sababu ya dhambi. Anafunga milango ya baraka kwa sababu ya wewe kubadilika tabia.
umeacha kujali ibada, umeacha kujali tena, umeacha kusoma neno, umeacha mifungo, umeacha kuomba, Mungu anazifunga zile baraka. Ukiona unaendelea kubarikiwa, sio Mungu, ni shetani baba yako ndo anakubariki ili uendelee kubaki kwake. Useme hivi, mbona sisali, mbona sifungi, mbona siombi, pombe na kunywa, umalaya nafanya na kubarikiwa na barikiwa. Sasa unafikiri hizo ni baraka za Mungu? Baraka za Mungu haziambatani na upumbavu. Baraka za Mungu hazinaga majuto. Huyo ni baba yako Ibilisi ndo anayekufanikisha ili uendelee kubaki kwake, umwasi Mungu. Kwa sababu Mungu anasema anafunga mvua, anafunga mawingu, mvua haitanyesha. Kwa hiyo mvua isiponyesha utavuna, hauwezi kuvuna. Baraka ndo zimefungwa, hakuna tena baraka kutoka kwa Mungu. Lakini kwa sababu baba yako Ibilisi anataka kukudanganya, atakufanikisha, na ukishafanikishwa tayari umepigwa upofu. Wewe utakuwa unaona kwamba yale mafanikio ni mafanikio tu yako halali, kumbe hapana, sio mafanikio ya halali. Sio mafanikio halali, utakuja kuyalipia gharama, kwa sababu Ibilisi hanaga kitu cha bure. Hanaga kitu cha bure Ibilisi. Atakupa lakini utakuja kulipa gharama. Umeona Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana ili mwonekano ambao Mungu alikuwa anatuona nao wakati tumeokoka, tuendelee nao hivyo hivyo, tusibadilike au tusirudi nyuma. Kwa sababu tunaporudi nyuma ndio tunampa adui nafasi. Nini kifanyike? Unapoona kwamba tayari nimeongea uongo kwa namna yoyote ile, kimbilia toba, tubu kabla shetani hajakukamata. Kwa sababu pale unaposhindwa kutubu, mashtaka ndio yanakuwa mengi, makosa ndio yanakuwa mengi. Sasa unaandaliwa tu kwenda kupotea. Yaani kinachofuata ni kupotea, kwa sababu umeizoelea dhambi. Umeizoelea dhambi. Tubu. Na unapotubu maanisha kuacha. Acha. Yaani ufanye kosa ambalo unasema kwa kweli hili kosa nimelitenda kwa bahati mbaya sana. Hata Mungu mwenyewe anaona kwamba mwanangu hapa kweli ametenda kwa bahati mbaya, hakukusudia. Kama wale watu ambao wanauaga bila kukusudia, na utaambiwa huyu kweli hakukusudia. Lakini sio kile kitu unachotenda kwa makusudi kabisa, alafu unasema hivi nitaenda kutubu. Hasa hapo unakuwa unamchezea Mungu, unakuwa unatafuta ugomvi na Mungu. Kwa hiyo mimi ninakuasa, anza kujitahidi kutazamika vizuri mbele za Mungu, kama alipokuwa anakutazama mwanzo. Unaupendeza moyo wake, anajivunia wewe, anaona fahari ya wewe kukuleta duniani. Basi ile fahari, kule kukujivunia kwako, upendo wa Mungu aliokuwa nao kwanza, mara ya kwanza kwako, vyote virudi. Vitarudije? Ni wewe kuanza kuupendeza moyo wa Mungu. Ni wewe kuanza kuenenda kwenye njia ambayo Mungu anataka. Ni wewe kuanza kuondoa haya mambo madogo madogo. Of course sio madogo, ni makubwa kwa Mungu. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Ni wewe kuanza kuacha kiburi, kuanza kuacha uongo, kuanza kuacha usengenyaji, kuacha umbea, kuacha fitina, hizo maugomvi, faraka, acha urevi, uasherati, acha kusagana, acha uzinzi, acha ibada za sanamu, acha umbea, acha ushoga. Acha hayo mambo, uone kama Mungu hatapendezwa na wewe. Acha, ingia kwenye toba ya machozi, mdilie Mungu na unamwambia Mungu, nisaidie. Kuna hiki ambacho mimi naona kimekuwa ni mzigo kwangu. Mungu anakusaidia. Unaacha, na ukiacha usirudie. Sisi tunaelewana wapendwa? Ukiacha usirudie tena. Kwa hiyo somo letu la pili au sehemu yetu ya pili ndio ilikuwa hiyo. Mimi ninaomba niishie hapa. Wewe kama umerudi nyuma, unatakiwa uingie kwenye toba. Kama umeona kabisa umemkosea Mungu, umesharudi nyuma, ingia kwenye toba. Bwana Yesu atakusamehe dhambi zako na utakaribishwa tena kwenye ufalme wa Mungu kama alivyopokelewa mwana mpotevu.
akapokelewa vizuri na kanzu akavalishwa na sherehe ikafanyika. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Unaporudi kwa machozi, unamwomba msamaha na unanuia kabisa kwamba sitarudia tena, Mungu mwaminifu atakukaribisha kwa furaha. Yaani unapokuwa unatubu, kule mbinguni wanafurahi, watu wanapookolewa mbinguni wanafurahi, malaika wanafurahi, Mungu anafurahi, hataki kuona kifo cha mwenye dhambi. Basi tumshukuru Mungu. Asante Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia. Asante Roho Mtakatifu kwa kufundisha watoto wako kupitia kinywa changu. Ninakuinua Bwana, ninakutukuza Baba. Tazama na waweka wote uliowakusudia watakaopita na kusikiliza neno hili au somo hili. Roho Mtakatifu, ninaomba ukafungue fahamu zao, wakapate kuelewa, wakapate kufanyia kazi katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kushukuru, nikilinua na kulitukuza jina lako. Amen.